hayo nilio nayo, hii nayo itaishia kwenye ndoa. Hata ukafanya introduction, watu wakaona vizuri, hata wewe ukasema huyu na yeye niko nayo wakati huu, huyu naye ni harusi imebakia peke yake. Kwa bahati nzuri ama mbaya, leo hii tunavyozungumza ushapata heartbreak ya kutosha. Huyo ndio mtu anajua maana ya kutoka Lodebari, kutoka Yerusalemu kwenda Lodebari. Huyo ndio mtu anaelewa kisa cha Mephibosheth. Siba, je, amezalia mtu yeyote katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema? Jonathan ana mwana wake mmoja anaitwa Mephibosheth. Yuko wapi? Yuko Lodebari. Anakaa kwa nani? Anakaa kwa Makiri. Wapi? Lakini ni kilema cha miguu yake yote miwili. Kuna vile maisha tunayoishi huenda yakabadilika kwa wakati wowote. Life on earth can change anytime. Tunavyozungumza jana, Mephibosheth alikuwa mwana wa mfalme. Alikuwa ni mjukuu wa mfalme. Leo hii tunavyozungumza, Mephibosheth yuko kwenye street za Lodebari. Jana Mephibosheth tunapozungumza alikuwa anakula mezani pa mfalme kisha akazaza. Leo hii tunavyozungumza, Mephibosheth anakula matole ya chakula kilichozalia. Tunavyozungumza hivi, Mephibosheth aliyekuwa sawa leo hii ni kilema cha miguu yote. Life on earth can change anytime. Mephibosheth aliyekuwa na wazazi wake wote na babu yake ni mfalme. Leo hii tunavyozungumza, Mephibosheth ni yatima asiyekuwa na baba, asiyekuwa na babu, na baba wake wote wadogo damu yao imeganda katika mlima wa Gilboa. Life on earth can change anytime. Siba anasema yupo mwana wa Jonathan, lakini ni kilema cha miguu. Hivi tulivyo hivi, kuna watu ni wataalamu wa kuyatangaza masaibu ya watu wengine. Kuna watu ambao wanachukua opportunity ya kutangaza the weaknesses ya wenzao popote walipo. Naomba Bwana akusaidie uepukane na uasiba. Mwana wa Jonathan yupo, lakini ni kilema. Hapo ndipo tupo wataalamu wa kuyaongelea watu wengine tulipo hapa. Yupo. Nani? Hata ogi, ajui kuoga. Wasiba ni wengi katika kanisa hili. Haleluya. Habari zenu wasiba? Mfalme anatoa amri, kijana Mephibosheth akaletwe. Yeye anajua yeye ni nani, ni kilema, lakini mleteni. Msafara mkubwa unaelekea kwenda Lodebari, mahala ambapo walipokuwa yule kijana Mephibosheth. Najua Lodebari nilivyowaambia ni nchi ile ya ukame isiyokuwa na malisho. Sasa msafara mkubwa ambao umeamriwa na mfalme. Unajua mfalme akipita ni kama president akipita. Sijui kama nyinyi mnaona presidential escort
Mnaelewa presidential escort? Ni mbio kali, mbio kali. Sasa nchi isiyokuwa ya maisha, nchi iliyo ya ukame, vumbi inanyenyea, vumbi kali. Watu wanashangaa, kwani leo Lodebari kumetokea nini? Watu wakakimbia, watoto wakatoroka, wamama wakaiti wajawazito waingia na Amina walifanya nini? Walijifungua watoto kama wakati hujafika. Sababu watu wa Lodebari hawakuwahi zoea ving'ora vikilia. Hawakuzoea. Sasa kumbe wasiba ni wengi. Hata kwa Lodebari kuna wale ambao walijua sasa kale kijana Mephibosheth kanajiita kama mfalme, leo hii katakwisha, leo hii katamalizwa, hata tukaone. Sasa haka kanafungwa miaka ni 30. Safara unafika katika kwa Makiri mwana wa Amieli. Kisha baadaye kijana Mephibosheth anachukuliwa kwa mfalme Daudi. Ndiposa Daudi anamuuliza, wewe Mephibosheth, wewe ndiwe Mephibosheth? Mephibosheth anajibu, mimi ndiwe mfalme. Anamwambia kwamba usiogope, maana nitakupa nini? Nitakutendea mema kwa ajili ya baba yako Jonathan. Mungeelewa kauli hiyo mungesema amina. Mungeelewa kauli hiyo mungesema amina. Nitakutendea mema. Nataka ukumbuke hali aliyokuwa huyu kijana tunamzungumzia Mephibosheth. Ni kilema asiyekuwa na miguu, lakini anaambiwa usiogope, maana nitakutenda mema kwa ajili ya urafiki wangu na baba yako Mephibosheth. It doesn't matter. Mephibosheth anashangaa sana. Mwalimu, Mephibosheth anashangaa sana. Ndiposa anamuuliza mfalme swali. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini? Mimi mtumwa wako ni nini? Hata ukimwangalia mbwa mfu. Yani nashangaa sana. Mimi ni nani? Hata ungemwangalia mbwa mfu, mimi ni nani mfalme? Mimi ni nini? Najua Mephibosheth anapoangalia haya na yale ambayo mfalme amesema atayatenda, anaona ni kama si kweli. Mbona? Anaikumbuka kauli jinsi ambavyo babu yake Sauli aliishi kumuwinda nani? Daudi. Kwa miaka 15 anamuwinda na upanga kumuua Daudi. Lakini Daudi anasema usiogope, maana nitakutendea mema kwa ajili ya baba yako Jonathan. Ndi mwale nganga mwate wa minangule. Wanati ligokora ngo chakande. Kisha baadaye mfalme anamuita Siba, anamwambia sasa wewe na wanao 15 na watumishi wako 20 mtamfanyia kijana wa bwana wako Sauli mashamba kazini katika mashamba yake yote, apate chakula kizuri chakula na ataketi mezani pa mfalme daima. Nimemaliza mahubiri yangu. Hivyo nimemaliza. Sasa turudi kwa mafundisho.
Number 1, Shiva is a clear definition of those of us that even in the church of the Lord, we see ourselves to be better than others. It is a clear definition of how we behave when we are even before the Lord. Kuna wale wengine tunadhania ya kwamba tukiwa sehemu hii tupo sawa. Hata unapomwangalia mwenzako unaona ya kwamba hatozeleshi kitu chochote. Unapomtazama hata anapoingia shuleni unaona ni kwamba huyu hatoshi kitu. Unapoingia darasani kama ni geography, geography bado iko. Najua hii system bado mnatuchanganya sana. Kama ni geography, ama ile comparison ni gani? Mathematics, eh? Mathematics. Kama ni mathematics, unapata performance ni mbaya. Wewe unajua tu kawaida yako. Mwalimu, sijui nimeona walimu wakipita na karatasi, ni kumaanisha watu walifanya mtihani mahali. Naweza kuwa last term ama this term. Hata akikuja na karatasi, wewe unajua tu nayo mwalimu atatangulia kuniita. Yangu itakuwa ya kwanza. Najua mwalimu na yeye huwa kawaida akija anaanzia ule wa chini kabisa.